Mwaka mpya mwema na karibu katika mwongozo wa kusoma Biblia katika muhula huu wa kwanza. Katika mwaka huu tunapozungumzia January, February and March ili tuweze kujifunza ni yapi ambayo Mungu anapenda tuyajue. Na ninapozungumza kwamba ni yapi Mungu anapenda. Ni jambo ambalo tutalizungumzia katika muhula huu kwamba mada yetu kuu ni kwamba God's love and justice. Upendo wa Mungu na haki. Hayo ni maneno mawili ambayo tutayazungumzia katika miezi hii mitatu ili tuweze kujua ni yapi yaliyo mapenzi ya Mungu. Na kwanza kabisa tutaanzia neno linalosema kwamba God loves freely. Nitaenda moja kwa moja, nina lesoni ama mwongozo hapa wa Kiingereza, lakini nitajaribu ili iwezekanavyo ili nipitie juu katika muda huu. Na I will be very brief ili tuweze kujua ni yapi ambayo ni mapenzi ya Mungu. Nasoma hili ungelisoma kuanzia Disemba 28 hadi Januari hapo siku ya 3 ya Januari ili ujitayarishe na ama ujiandae kwa ajili ya tarehe 4. Ndivyo tunavyojifunza mwongozo that we have to study from the 28th of December until the January 4th ili sabato ya tarehe 4 mwezi wa Januari tuweze kujumuisha pamoja yale ambayo tumesoma juma mzima. Kwa hivyo ninayoyaleta hapa sio masomo mageni ambayo nakufundisha. Naleta yale ambayo umejifunza juma zima ili tuweze kujumuisha kwa pamoja tuone tulisoma lipi. Kwa hivyo somo la kwanza, God loves freely. Yani Mungu anapenda bila mipaka. Ninapotazama kitabu cha Hosea, somo letu kuu linatoka kitabu cha Hosea 14 mstari wa 4. Ninapotazama kitabu cha Hosea kinasema namna gani? Biblia husema kwamba nitaponya kurudi nyuma kwao. Nitaponya kurudi nyuma kwao. Nitawapenda kwa hiari kwa maana hasira yangu imegeuka kutoka kwake. Hayo ni maneno ambayo tutayazungumzia katika siku ya leo na mada kuu ambayo inasema kwamba Mungu hupenda bure. Hapa amesema kwamba katika lugha ya Kiingereza inasema I will heal their backsliding, I will love them freely. Yani Mungu hupenda bure. Kwa hivyo mpendo, kuna maswali mengi ambayo yanaweza kutokea tunapozungumza juu ya upendo wa haki na haki ya Mungu. Maneno hayo upendo na haki ya Mungu. Kuna maswali mengi ambayo unaweza kujiuliza. Kwa hivyo katika robo hii ya mwaka tutatafuta majibu na maswali hayo na mengineyo. Lakini baadhi ya maswali ambayo tunajiuliza tunapoanza muhula huu ni kwamba je, upendo wa Mungu ni njia moja? Yani anapenda lakini hapokei upendo kamwe. Unajua kuna watu wanapenda, unasema kwamba unanipenda ndivyo, ama unapopenda mtu unatarajia naye akupende pia. Kwa hivyo wakati mwingine unafikiria kana kwamba mimi ni kama nampenda peke yangu ama vile vile ananirejeshea upendo ule. Kwa hivyo swali la kwanza ni kwamba upendo huu wa Mungu ni njia moja, yani yeye anapenda lakini hapokei upendo kamwe. Na swali jingine ni kwamba je, upendo wa Mungu ni wa kihisia? Yani what do I mean? Is it emotional? Is God's love emotional? Ni wa kihisia? Je, kweli unawajali binadamu? Hayo ni baadhi ya maswali tunajiuliza kwamba do you really care about human beings? Na swali jingine ni kwamba je, mtu anaweza kukataa au kukataa upendo wa Mungu? Is it possible that one can reject or tuseme renounce God's love? Anaweza kukataa au kukataa upendo wa Mungu?
Je, Mungu anaingilia katika uhusiano wa upendo wa pamoja na viumbe vyake vya kibinadamu? Hasira hailingani na upendo? Kuna uhusiano gani kati ya upendo na haki? Na ikiwa Mungu ni upendo, basi kwa nini, nimesikia wengi wakiuliza kwamba kwa nini uovu mwingi katika ulimwengu huu ikiwa Mungu ni upendo? Na hili ndilo limekuwa swali ambalo limekithiri sana wakati mwingi tunapozungumza kwamba Mungu ni upendo. Na mpendwa, wanadamu wanaweza kupenda kama Mungu? Kama ni hivyo, ni namna gani inaweza kuwa? Kwa hivyo kuna mambo ambayo ama maswali ambayo tutajiuliza na tunazidi kujiuliza tunapozungumzia hili jambo, upendo na haki. Katika somo hili mpendwa, tutachunguza maswali haya matatu. Swali la kwanza, upendo wa Mungu unaweza kupimwa? Ni swali la kwanza. Zaidi ya kile kinachotarajiwa ama kujisalimisha kabisa, unaweza kupima upendo wa Mungu? Swali la pili, je, anahitaji kuonyesha au kupokea upendo? Mungu mwenyewe anahitaji kuonyesha na kupokea upendo kama binadamu? Mungu anapenda bila mipaka. Kupenda kusema bila kutarajia jibu. You know, is it a one-way communication? Is it a one route? Ni lile jambo ambalo tunasema kwamba tunafanya kutoka sehemu yetu, lakini sehemu nyingine hatupokei. Na swali la mwisho, tunaweza kukataa upendo wa Mungu? Can one reject or renounce God's love? Hayo ni yale ambayo tumeyazungumzia, na mpendwa, nikupeleke katika jambo la kwanza. Upendo wa Mungu unaweza kupimwa? Zaidi ya kile kinachotarajiwa, hebu nikupeleke moja kwa moja. By the way, kabla nikupeleke katika mada hiyo, niseme kwamba katika mwongozo wako wa Kiingereza unasema kwamba though Peter had denied Jesus 3 times, just as Jesus had predicted, these denials were not the end of the story. Hata kama Petro alimkana Yesu mara 3 vile ambavyo Mathayo 26 mstari wa 34 unasema, hayo makataa hayakuwa mwisho wa safari yake Petro. Ndiposa Yesu anamuuliza kwamba, je, wanipenda? Kumbuka hilo ndilo tulilotamatisha kwalo mwongozo uliopita katika Yohana 21 kwamba Yesu anamuuliza Petro wa Simoni, unanipenda? mara 3, naye anamwambia kwamba wajua mimi nakupenda. However different our circumstances may be from Peter's, in many ways the principle is the same. That is the question that Jesus had. Lile swali ambalo Yesu amemuuliza Petro kwamba anampenda, that is the ultimate question that God poses to each of us in our time and the place. Do you love me? Ni swala ambalo Mungu anauliza kwamba, je, wanipenda? And by the way, everything, kila jambo, kupitia kwa jibu ambalo linalotolewa kutoka kwetu, linategemea jibu. Everything depends on our answer to that question. Ndiposa basi nikupeleke moja kwa moja kwamba katika sehemu ya kwanza nizungumze kwamba beyond reasonable expectations, yani zaidi ya kile kilichotarajiwa, ni sehemu ya kwanza katika mwongozo wetu wa kusoma Biblia. Nitaenda moja kwa moja ninapojaribu kutazama hili neno. Nikupeleka katika kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 19. Exodus chapter 33 verses 19. Hebu niweke mwongozo wangu hapa ninapojaribu moja kwa moja tusome kwa pamoja. Biblia inasema kwamba Bwana akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina langu Bwana mbele zako. Nitamhurumia yeyote nitakayemhurumia, nami nitamhurumia yeyote nitakayemhurumia.
Labda nisome katika Kiingereza inasema kwamba, and the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Unajua, hayo ni maneno ambayo kwa Kiswahili wakati mwingine Biblia inasema kwamba nitamhurumia yeyote nitakayemhurumia, nami nitamhurumia yeyote nitakayemhurumia. Inarudia jambo hilo ama neno hilo, kuhurumia. Lakini katika Kiingereza inaweka wazi kwamba I will have mercy. Huruma ni jambo la kwanza. And then I will have compassion. Nitamhurumia nitakayemhurumia, na I will have compassion nitakayemhurumia pia. Tukisoma nje ya muktadha huu mpendwa, mafungu mengine ya Biblia yanaweza kutupa hisia kwamba anapenda tu wakati anaishi kufanya hivyo. Maana ni jambo ambalo tumesoma kutoka kitabu cha Kutoka, kutoka hiyo mstari wa 19. Lakini hebu tuangalie tukisoma kwamba hebu tuangalie tukisoma, Mungu anawaleta Waisraeli kutoka Misri, na ni kwa miujiza mikubwa. Mungu amewaleta wana wa Israeli kutoka Misri. Huu ni muujiza mkubwa. Amezungumza nao binafsi kutoka kule Sinai, na anawaomba wamfanye Mungu wao wa kipekee. Na siku chache baadaye mpendwa, wana wa Israeli wanajitenga, na by the way wanajitengenezea wao wenyewe ndama ya dhahabu, na kusema kwamba mstari wa 32 mstari wa 8 Biblia inasema kwamba wanasema kwamba huyu ndiye Mungu wako Israeli aliyekutoa Misri. Yani wanasema kwamba huyu ndama ndiye Mungu wako aliyekutoa Misri. Lakini usisahau ninasema hapo mbeleni kwamba Mungu amezungumza nao kibinafsi kutoka kule Sinai, na amewaomba kwamba wamfanye yeye awe Mungu wao wa kipekee. Na siku chache tu wanafanya ndama, na wanaanza kumwabudu yule ndama, kusema kwamba huyu ndama ndiye Mungu ambaye amewatoa kule Misri. Mpendwa, unapoangalia Mungu anamwambia Musa kile ambacho watu wanastahili kiwafanyikie. Ni nini hawa watu wanastahili kifo? Ndiposa mstari wa 9 na wa 10 katika kitabu cha Kutoka 32 inazungumzia maneno hayo. Kisha ni nini kinafuata? Tunaona kwamba Mungu anamwambia Musa kwamba hawa watu wako wanastahili kifo. Musa anaomba rehema kwamba watu wasistahili hiki kifo. Kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 11 hadi 13 na uruke uende 30 hadi 33, kuna mambo Musa anazungumza na Mungu. Na katika muktadha huu mpendwa, Mungu anamhakikishia Musa kwamba anatamani sana kuwahurumia wana wa Israeli. Mstari wa 19:33 hiyo tumesoma. Lakini upendo wa Mungu mpendwa, hapa basi tunasoma kwamba upendo huu wa Mungu haufuati mantiki ya sababu na athari. Yani ni kusema namna gani? Upendo wake Mungu haupimiki. Na vile vile upendo huu ni wa mara kwa mara na hauishi. Kaja ukasema kwamba my love has expired. Upendo huu hauishi. Kwa hivyo unasema kwamba it is constant and inexhaustible. Yani haiwezi, upendo huu wa Mungu hauishi. Ndipo sasa tunasoma kwamba mpendwa, Mungu hutoa neema, hutoa rehema na huruma. Haya yote ikiwa ni bure, na yani kwa bure, na hata kwa wale ambao hawastahili. Maana umeona Waisraeli hawakustahili, kwa sababu
amewarejesha, amewafikisha mahali ambapo amewafikisha, lakini wamefanya nini? Wamemtoroka na kutengeneza ndama wakaanza kuiabudu. Swali kwako, kuna jambo ambalo umesema ama umefanya kinyume na mapenzi ya Mungu? Unadhani kwamba upendo wake umeisha kwako, umepimwa ukaisha na hutaweza kurejeshwa, ama namna gani? Upendo wa Mungu hauna kipimo na hauishi kamwe. Nataka kukomea hapa nikupeleke sehemu ya pili tunapozungumza kwamba a complete delivery. Siku yako ya Jumatatu in your standard edition nasoma ukurasa wa 6, lakini mwongozo wa walimu ni ukurasa wa 7. Inasema kwamba unrequited love. God's striking instance of his love for fallen humanity is found in the story of Hosea. Haya basi, ni hili jambo ambalo tumesoma katika kitabu cha Hosea. Lakini wacha niseme kwamba let me take you to the book of Galatians. Wacha ni kupeleke katika kitabu cha Galatia 2 mstari wa 20. Sehemu ya pili inasema kwamba the Son of God who loved me and gave himself for me. By the way, wacha nisome hicho kitabu chote so that you can understand what I mean. Wagalatia 2 mstari wa 20 inasema kwamba nimesulubishwa na Kristo. I have been crucified with Christ and I'll no longer live but Christ lives in me. The second part ambayo nimesoma inasema kwamba the life I now live in the body I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Kwa hivyo anasema kwamba the life maisha ninayoishi sasa ndani ya mwili ninaishi kwa imani. Lakini sehemu ya kwanza hapo imesema kwamba nimesulubishwa na Kristo. Kisha inatamatisha kwenda chini kwamba mwana wa Mungu aliyenipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Hiyo ndio sehemu ningependa kusisitiza kidogo kwamba kulikuwa na mahali tulitamatisha kitabu cha Yohana panaitwa msalabani. Na kuna jambo lilitendeka kule msalabani. Msalabani ni dhihirisho kuu la upendo wa Mungu. Tunaona kwamba Kristo alijitoa kwa ajili yetu na kwa hiari. Na hiari yake yeye mwenyewe, hakushurutishwa na mtu yeyote. Hakuna mtu aliyechukua maisha yake, lakini alitoa kwa hiari. Kwa hivyo hii ni kufuatia mpango wa ukombozi uliokubaliwa hapo mbeleni kule mbinguni, mpendwa, kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Maana hayo tumeyapata katika muhula uliopita kupitia kitabu cha Yohana ya 10 mstari wa 17 na hadi 18, na kisha tukasoma maneno yale kutoka kitabu cha Petro wa kwanza 1:18 hadi 10 hadi 20. How far can our love go? Upendo huu wetu basi unaweza kwenda mbali kiasi gani? Kufikia hatua ya kutoa maisha yetu kwa ajili ya mtu tunayempendwa na kutamani sana kuendelea kuwa hai ni mambo mawili ambayo wakati mwingine yanapingana, ambayo yakinzani. Ni kumaanisha kwamba kila mtu anatamani kuishi, lakini inafikia mahali kwamba upendo umeenda mbali kiasi kufikia hatua ya kutoa maisha yetu kwa ajili ya mtu fulani, mtu tunayempenda, na ile hali tunatamani kuishi. Unafikiriaje hayo mambo mawili? Sijui, je, tunaweza kufanya hivyo kwa ajili ya mtu ambaye umjui, mtu mgeni kabisa, au kwa mtu ambaye anakuchukia? Yaani unajitoa maisha
kwa ajili ya mtu ambaye umpendi kabisa, mtu umjui. Inawezekana mtu umjui. Haya basi, nikemenda utafakari hayo kupitia kitabu cha Warumi. Warumi 5 mstari wa nisome mstari wa 7. Kile ambacho nimekuzungumzia hapa ni kwamba unasafirishwa kamili hadi kule ambapo unastahili kufika, lakini ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Nizungumzie jambo la 3, na kabla nisome jambo la 3 wacha nisome mstari wa 6. Hiyo Warumi 5 inasema Kiingereza kwamba Christ died for the ungodly, kwamba Mungu alikufa kwa ajili ya wale ambao hawana uungu, ungodly, wale ambao si wema. God demonstrated his own love for us in this, kwamba Mungu alionyesha upendo wake kwa hili, kwamba while we were still sinners, bado tulipokuwa wadhambi, he died for us, alitufia. Mpendwa, ni jambo ambalo linashangaza. It is something that wakati mwingine kinagusa roho yangu kwamba while we were still sinners, sisi tulikuwa wadhambi, lakini Yesu ama Mungu akatuma mwana wake akatufilia. Kwa hivyo mpendwa, ni kusema kwamba hili linaonyesha upendo wake. Hebu tujibu swali la pili. Je, Mungu anahitaji kuonyesha na kupokea upendo? Maana muda wangu unaona unayoyoma. Mungu anahitaji kuonyesha, maana anasema kwamba wakati mwingine ninampenda huyu lakini hanipendi. Ninamuonyesha upendo, yeye anionyeshe upendo. Je, kwa Mungu jambo hilo liko kama kwetu sisi binadamu? Mungu ana mipaka ya kupenda? La. Mada yetu inasema kwamba Mungu anapenda bila mipaka. Ndiposa anakupeleka hiyo sehemu ya pili katika mwongozo wako wa Kiingereza. Nimesema ukurasa wa 6 unasema kwamba Mungu anapenda bila mipaka. Ndiposa tunapoangalia katika kitabu cha Hosea ambayo tumesoma 14 mstari wa 4 inasema kwamba nitaponya kurudi nyuma kwao, nitawapenda kwa hiari, kwa maana hasira yangu imemwacha. Hadithi hii ya Hosea mpendwa, kama unamkumbuka kabla kuna watu sijui, labda kuna watu ambao pata hadithi ya Hosea. Hadithi ya Hosea inatuonyesha kwamba, by the way, inatuonyesha jinsi upendo wa Mungu ulivyo. Ninamaanisha nini? Licha ya kutokuwa mwaminifu kwa mkewe, Hosea anamsamehe mara kwa mara, na si hivyo tu, anaendelea kumpenda. Hosea hapa anamwakilisha Mungu, na mke wake asiye mwaminifu anamwakilisha mtu wa Mungu, ama anawakilisha watu wa Mungu. Mpendwa, wakati mwingi tunapotazama, licha ya dhambi ya kuendelea kujitenga kwetu na dhambi ya kujitenga na Mungu wetu anaendelea kutupenda. Si kwa kushurutishwa, si kwa kusukumwa, lakini kwa hiari. Ni jambo ambalo tumesoma katika mstari wa 4. Kwa hivyo mpendwa, sijui kama kwako usemi huu unamaanisha nini. Neno la Kiebrania nedhaban linaelezea kile kinachotolewa hapa kwa hiari, kama vile sadaka ya hiari. Nilikuwa naangalia hapa online, nikapata nedaba. Nedaba is a Hebrew word which describes that which is offered voluntarily, such as a voluntary offering. Kwa hiari, kama vile sadaka ya hiari. Kwa hivyo
Mungu hutoa upendo wake ingawa hapokei chochote kama malipo. Tofauti iliyoje na asili yetu ya ubinafsi, kwamba mimi nataka kupenda, nataka kupeana ili nipokee. Lakini Mungu hutoa upendo wake ingawa hapokei chochote kwa malipo. Kwa hivyo, wakati mwingine unafikiria kana kwamba unapotoa sadaka yako ndiposa Mungu anakupenda zaidi. Hata bila sadaka yako, hata bila upendo wako, bado Mungu anatupenda. Ndiposa nikarejelea fungu lile tulisoma katika kitabu cha Wagalatia kwamba yeye alitupenda kwanza wakati tulikuwa wadhambi. Kwa hivyo mwitiko wako mpendwa, kwa upendo huu wa hiari na upendo huu usio na ubinafsi, utakuwa upi? Kwamba kuna mtu, kuna yule ambaye anakupenda. Na si vile kwamba anakupenda kwa sababu umefanya jambo fulani. Si vile kwamba anakupenda ili apokee upendo wako, reciprocation. Maana binadamu anasema kwamba nitakutendea vile ambavyo unanitendea. Kwa hivyo mpende vile unavyotaraji kupendwa. Na wakati mwingine usipopokea upendo huu, unasema kwamba mambo yamekuwa mabaya na mimi sitaweza kuendelea. Kwa hivyo, hebu nizungumzie jambo hili. Kupenda bila kutarajia jibu. Na jambo hilo na kupeleka katika siku ya Jumanne, inasema kwamba love freely given. Inasema kwamba God not only continued to bestow his love freely on Israel despite repeated rebellions, but God also continues to bestow love freely upon us. Even while we are sinners, we do not deserve God's love and we could never earn it, by the way. Conversely, God does not need us. The God of the Bible does not need anything. God's love for you and for me and for all persons is entirely of his own volition. Mpendwa, Zaburi, kitabu cha Zaburi 50 mstari wa 11 na 12, Biblia inasema kwamba najua kila ndege mlimani. Inasema najua kila ndege mlimani na wadudu mashambani ni wangu. Kama ningekuwa na njaa nisingekuambia, kwa maana ulimwengu ni wangu na vyote vilivyomo. Ningependa nianzie hapa. Kwamba mpendwa, hebu nikuulize tu katika mafikara yako. Je, Mungu alihitaji kuumba ulimwengu huu ili kupendwa? Alihitaji kuumba ulimwengu huu ili kuheshimiwa na kuabudiwa? Maana hayo ndio tunapenda kama binadamu, kwamba unafanya jambo fulani na unatarajia ama unadhihirisha kwamba wewe ni wa muhimu zaidi ya watu wengine, ama unaonyesha kwamba you are gifted and talented kuliko watu wengine. Kwa hivyo unafanya mambo ili uweze kupendwa. Lakini unafikiria kwamba Mungu alihitaji kuumba ulimwengu huu ili apendwe, aheshimiwe ama kuabudiwa? Mungu hahitaji chochote kutoka kwetu. Matendo 17, the book of Acts chapter 17 verses 25. Kwa kweli sijui ni wangapi hata wanatambua kwamba kila kitu walicho nacho na maisha yao wenyewe ni zawadi kutoka kwa huyu Mungu. Ni wangapi leo wanamsifu Mungu na kumshukuru kwa hilo? Maana tunazungumza tumevuka mwaka 2025. Upendo mpendwa wa kimungu ulikuwepo milele kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu. Kama Yesu alivyosisitiza wakati alisema kwamba Baba alinipenda kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Kila kitabu nimesoma hapo mbeleni, Yohana 17:24. Kwa hivyo uumbaji wa ulimwengu haukuwa muhimu kwa uwepo wa upendo wa Mungu. Badala yake mpendwa, uumbaji ulikuwa shughuli ya hiari ya kimungu. Na hii shughuli ilitokana na uhuru wa upendo wake, upendo wa milele uliojaa. Ndio maana anasema kwamba
Mungu ni upendo na anapenda bila kutarajia jibu. Anawapenda wale wanaoitikia upendo wake na wale wanaoukataa anawapenda pia. Anapenda sana kwamba amefanya kila linalowezekana ili uumbaji wake, ili watoto wake waanze kushiriki naye katika maisha, waanze kushiriki naye mpendwa katika maisha ya furaha ya milele. Kwa hivyo Mungu ni upendo na he does not yani hahitaji tumpende ndiposa atupende. Hili ni jambo alilodhihirisha hata kabla kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa hivyo hata kabla uwepo alikupenda tu, even before you were created. Can you imagine something that we cannot fathom at times? Ni jambo ambalo hatuwezi kulichukulia hivi na kulielewa. Haya, swali la 3. Upendo wa Mungu unaweza kukataliwa? Maana nimesema kuna mambo mawili tumejifundisha hapo mbeleni, lakini jambo la 3 kwamba upendo huu wa Mungu unaweza kukataliwa. Hebu nikupeleke moja kwa moja nimekutoa katika kitabu cha Zaburi. Sasa nakupeleka katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 4. January 1st, siku ya Jumatano. Many are called but few are chosen. Chaguo letu pendwa. Mfalme aliandaa harusi ya mwanawe, lakini wageni wakakataa mwaliko. Wengine wanaalikwa na kukubali, lakini hata kati ya hawa kuna wale ambao hawafuati itifaki na wanafukuzwa. Mstari wa 14 sasa hapo inasema kwamba kwa maana wengi wamealikwa lakini wachache wamechaguliwa. Mpendwa, ukisoma mstari huu wa 14, wakati ambapo umetoka mstari wa 1 hadi wa 13, matumizi ya Yesu ya mfano huu yamewafanya wengine, mpendwa, waamini kwamba Mungu huchagua mapema ni nani atakayeokolewa na ni nani hataokolewa. Ningependa kusisitiza kwamba mada hii ama matumizi ya Yesu katika mfano huu yasitumike vibaya. Maana watu wanafikiria kwamba there is a predestination, that we are predestined. Kwamba sijui kama, wacha nijaribu kuliweka hili katika lugha ya Kiingereza ili angalau upate kile ambacho ninacho jaribu kuzungumzia. Ni kwamba Jesus' application of this parable has led some to believe that God chooses in advance who will be saved and who will not. This would imply that God bestows his love on some but withholds that love from others. Kwa hivyo, mpendwa, jambo hili linaweza kumaanisha kwamba Mungu huwapa wengine upendo wake lakini anawanyima wengine. Lakini nakala hii, mpendwa, nakala ya awali inasisitiza mwaliko na sio uchaguzi. Kwa hivyo inasema kwamba wengi wamealikwa. Jambo ni kualikwa. Kwa hivyo sio wamechaguliwa. Jambo la kwanza ni kwamba kulikuwa na mwaliko, lakini wachache wanakubali mwaliko huo. Hiyo ndio nakala ya awali. Ndiposa, mpendwa, Mungu anatuchagua sisi sote kwa sababu anatupenda sisi sote. Kumbuka Yohana 3:16 inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hivyo ni kusema kwamba sio chaguo la Mungu, lakini ni mwitikio wetu kwa mwaliko wake ndio unaoamua hatima yetu. Kwa hivyo whatever that determines our destiny in his invitation, it is our response.
ni mwitiko wetu. How do you respond to the calling? Kwa hivyo ndio maana anasema kwamba many are called but few are chosen. Acha nikuulize swali katika lugha ya Kiingereza. What about your life? What about your life reveals that you have accepted the wedding invitation and have come appropriately clothed? In fact, God calls, that is, he invites everyone to the wedding feast. However, any one of us can refuse God's love. Kwa hivyo, ushurutishwi, unaweza kukataa ama kukubali. Uhuru, freedom is essential to love. Hilo ni jambo ambalo ningependa kusisitiza kabla nitamatishe kwamba freedom is essential to love. Hebu fikiria kama kuna wale ambao wameshurutishwa kupenda. Wale ambao wameshurutishwa kupenda. Upenda ama uwa katika jela katika jina kwa mapana mapenzi. Ndio maana mpendwa, sehemu ya mwisho nilizungumzia msalaba kwamba alisulubishwa kwa ajili yetu. Nikasema kwamba katika lugha ya Kiingereza God invites everyone into a love relationship with him. Ni sehemu ya Alhamisi. But only those who freely accept the invitation enjoy the eternal results. Kwa hivyo kama vile ambavyo tumetizama, wale pekee ambao wanaitikia mwaliko, wale ambao wanaitikia mwaliko ndio pekee wanaweza, ndio pekee watakao ingia katika uhusiano huu wa Mungu milele na milele. Ndiposa nizungumzie kidogo tu kile ambacho nizungumzia katika kitabu cha Wagalatia 2:20. Nisema kwamba msalaba ni dhihirisho kuu la upendo wa Mungu. Maana tumeona kwamba Mungu, Kristo, alijitoa kwa ajili yetu. Na hakuna mtu yeyote alimshurutisha. Alijitoa kwa hiari na hiari yake mwenyewe. Ndiposa katika lugha ya Kiingereza, if you go to your page 9 of standard edition, nami nazungumzia teachers edition au ukurasa wa 10, inasema katika lugha ya Kiingereza kwamba kuna wale Matthew 23 verse 37 inasema kwamba how often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Hilo ndio jambo kwamba Christ wanted to gather them, and for they are not being willing to be saved. Kwa hivyo, it is the willing. Watu hawakupenda kwa hiari. Sasa Yesu anapoingia msalabani, ashurutishwi. Anajitoa kwa hiari yake mwenyewe, anatoa kwa hiari maisha yake. Lakini mpendwa, ni kusema kwamba huu ni mpango wa mbinguni kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Ninapotamatisha niseme kwamba in the ultimate display of God's love, that's the cross, we see that Christ gave himself for us of his own free will. Christ laid down his life in his own initiative. No one took his life from him. He freely offered it according to the plan of redemption agreed upon in heaven before the foundation of the world. Ndio maana mpendwa, nataka kutamatisha nikisema kwamba katika Testimonies for the Church, this is Testimonies for the Church, volume 5, page 314. Nisome sehemu ya inakule chini, inasema kwamba the world has lost the original pattern of goodness
and had sunk into universal apostasy and moral corruption. And the life of Jesus was one of laborious, self-denying effort to bring man back to his first estate by imbuing him with the spirit of divine benevolence and unselfish love. Mpendwa, ni kwamba ulimwengu huu ulikuwa umepoteza mtindo wa asili wa wema. Ndiposa unaona kwamba ulikuwa umezama katika uasi wa ulimwengu wote, na upotovu wa maadili ukafuata. Na maisha ya Yesu yalikuwa moja ya juhudi ngumu kabisa na kujulikana mwenyewe ya kumrudisha wanadamu kwenye hali yake ya kwanza na kumshawishi na roho ya ukarimu wa kimungu na upendo usio na ubinafsi. Kwa hivyo Yesu alipokuwa ulimwenguni hakuwa wa ulimwengu. Ilikuwa maumivu endelevu kwake kugusana na uadui. Yani niseme katika lugha ya Kiingereza kwamba it was a continual pain for him to be brought in contact with enmity, depravity, and impurity, which Satan had brought in. But he had a work to do. That is to bring man into harmony with the divine plan. Ni kusema kwamba Yesu lakini alikuwa na kazi ya kufanya. Kazi ya kumleta binadamu katika maelewano na mpango mtakatifu na dunia, kuhusiana na mbingu, na kuhesabu dhabihu yoyote kuwa kubwa sana kwa utimilivu wa kitu hicho. Kwa hivyo mpendwa, tunapotamatisha mwongozo wa kusoma Biblia katika muhula huu sehemu ya kwanza, ni kusema kwamba Mungu ni upendo. Maana yeye hupenda bure, na he does not expect us to reciprocate so that he can love us. Ndio maana katika mwongozo wetu wa kusoma Biblia tumejibu swali kwamba upendo wa Mungu unaweza kupimwa. Tukasema hapana, ni zaidi ya kile kinachotarajiwa, ambapo tunastahili kujisalimisha kabisa. Hatuwezi kupima upendo wake. Na swali la pili kwamba je, Mungu anahitaji kuonyesha na kupokea upendo? Tukasema kwamba Mungu anapenda bila mipaka na anapenda bila kutarajia jibu. Na tumetamatisha kuuliza kwamba je, tunaweza kukataa upendo wa Mungu? Tukasema kwamba ndivyo. Unaweza kukataa upendo wa Mungu ama kukubali. And that's how it is, because it is our choice. Ni chaguo letu. Chaguo lako ni lipi siku ya leo? Mungu awe pamoja nawe na tunapoendelea kujifunza mwongozo huu wa kusoma Biblia. Juma lijalo tutazungumzia somo la pili linalosema kwamba covenantal love. Covenantal love katika lugha ya Kiswahili, hebu nione covenant ni nini katika ni agano. Ni agano, na ndilo tutazungumzia, ambapo our key text will be from John 14 verses 23. Na upendo wa agano ni upi? Haya basi, Mungu awe pamoja nawe na endelea kutazama, na ikiwa una swali ama yoyote ambayo unaweza kutuandikia, hebu endelea kutuandikia hapa chini. Na kwa mengi, hii ni Abagusi Global Radio, AGR News, and I'm Orina Ontidi. Happy New Year na zidi kubarikiwa ndani ya AGR News.